Karibu sana kwenye chaneli hii ya Director Cortez. Hapa tunajifunza namna ya kutengeneza effect mbalimbali. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii, please subscribe and turn on notification. Karibu kwenye another episode ambapo leo tutajifunza namna ya kutengeneza mask transition. Kutengeneza mask kuna njia kama 3. Unaweza tumia Premiere Pro au Premiere Pro na Photoshop, lakini njia nyingine unaweza kufanya mask transition kwa kutumia After Effects. Lakini leo mimi nitaonyesha namna ya kutengeneza mask transition kwa kutumia Premiere Pro. Lakini nafahamu kuna changamoto ilijitokeza namna ya kudownload Paper Band Overlay kwenye video ya kwanza ambayo nimeifanya. Kulikuwa kuna changamoto kidogo kwenye YouTube na nao nimefix. Ile link iko accessible na mtu yoyote anaweza kudownload. So nenda kwenye video ya kwanza, download Paper Band Overlay. Ni free kabisa, unaweza kutumia hizi transition kwenye video zako, whether ni music video, wedding highlights au corporate events. Ni transition nzuri na nakushauri uweze kuzitumia pale ambapo unahisi unaitamani au unatamani kufanya hivyo. So moja kwa moja tuende kwenye video yetu. Big shout out kwa watu wote ambao wameshiriki kwenye hii project. Haya material nimetumia kutoka kwenye project ya Hivi Tulivyo, amefanya Rapture, director by Shadieza au Shady, amefanya kitu bora sana. Video ni kali. Nenda YouTube, andika Hivi Tulivyo video by Rapture na director by Shadieza. Okay. Moja kwa moja nitaonyesha baadhi ya vipande ambavyo mimi nimetamani kuvitumia ili kucreate mask transition. Clip kama unavyoziona ziko very nice, very clean, na ndio material ambayo tutatumia hapa kutengeneza mask transition. Na vitu vya kuzingatia wakati unafanya mask transition ni kwamba unatakiwa uangalie sehemu ambazo subject yako anaonekana vizuri au yuko visible kwenye screen. Kwa mfano ukiangalia hapa hii shot ya kwanza hapa kwenye hii set ya hapa, unamwona Rapture yupo mbele ya kama mfano wa mashine hizi za kupima kilo. So hapa ukitaka kufanya mask ya Rapture unaweza kupata changamoto kwa sababu inabidi umaski huyu Rapture peke yake, lakini hii mashine ambayo iko hapa nyuma itakuwa inakusumbua kufanya mask. Tuangalie shot nyingine. Shot nyingine ni hii. Hapa ukiangalia kwa haraka ni rahisi sana kumvua Rapture kwa sababu hapa yuko mwenyewe, amna kitu chochote, amna obstacle, amna kitu kingine chochote ambacho kiko mbele yake. Kwa hiyo zinakuwa ni rahisi shot kama hizi. Ukiangalia shot nyingine kama hii pia nayo iko vizuri. Shot hii pia iko vizuri kwa sababu Rapture yuko mbele ya screen. Ukija hii inaweza kuwa changamoto, hii hapa shot inaweza kuwa changamoto kwa sababu Rapture yupo ndani ya gari, lakini pia kuna some other objects kama gari nafikiri na mtu kama yeye ambaye amekuwa duplicated hapo, some effect ambazo amezifanya director. Kwa hiyo yeye yuko on top pale. Kwa si ngumu but inahitaji time na kufanya masking kwenye clip kama hizi. Lakini pia unaweza isikuletee smooth transition. I suggest kwamba tafuta clip ambazo zimekuwa so clean ili kufanya mask yako kupendeza au kuvutia zaidi. Kama utahitaji kufanya creativity more, unaweza kufanya then tukaona kitu ambacho wewe umekiwaza. Ukija na shot kama hii ni rahisi kumvua hapa Rapture kwa sababu Rapture yuko mbele ya hivi vitu vingine vyote ambavyo viko nyuma yake. Kwa hiyo kama hapa kuna guta, kuna ukuta, kuna geti. Kwa hiyo Rapture hapa anaweza kumtoa vizuri. Kwa hiyo angalia shot zako ambazo unatamani kuzifanyia kazi. Haya, tuangalie namna ambavyo tunaweza kutengeneza sasa maski kwenye hizi shot. Shot ya kwanza ambayo mimi nitatumia, nimejaribu kuchagua, nitachukua hii shot ambayo ana gonga hapa. Yes. Kwa hiyo nitakachofanya ni nitazoom hapa kwa kubonyeza plus kwenye keyboard, kisha nitakuja kwenye first frame ya kwanza ya shot hii. Yaani frame ya kwanza kabisa hapa ya kwenye hii shot. Kwa hiyo nitakachokifanya nitaduplicate, nitashika alt, nitahold na hii clip, nitapandisha juu. Nitakuwa nimeweza kuduplicate. Baada ya hapo nita right click. Baada ya ku right click
nitakuja add flame hold. Maana yake hii flame ya kwanza nitai hold kwamba itaganda, ndo maana ya ile eneo. Kwa nitaigandisha hii clip. Maana yake hii clip itakuwa imeganda kama hivyo. Kwa itakuwa inatoka huku inaingia kwa kuganda. Nitarudi tena kwenye first frame. Baada ya hapo nitarudi frame 8 nyuma. Okay, nitahesabu tu kwa kutumia arrow direction ya kwenye keyboard 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa baada ya hapo nitarudisha Control Z. Okay, nitachukua hii shot ambayo nimeifreeze au nimeihold frame yake, nitarudisha nyuma mpaka hapa. Baada ya hapo nita trim, itakuwa kitu kama hiki. Kwa maana yake hii transition itaanza kwenye hii shot ya kwanza, itaingia transit tu kuja kwenye hii shot ya pili. Kwa hapa itaonyesha kama imefreeze, then baada hapo itaingia kwenye shot ya pili. Maana yake hapo tutakuwa tumebuni au tumetengeneza transition. Sasa tunafanyaje maski kwenye Premiere Pro? Nitakuja direct kwenye hii frame ambayo tumehold. Baada ya hapo nitakuja kwenye effect control, kwenye hii panel ya effect control. Nitakuja kwenye opacity. Nitaclick. Kwenye hiyo opacity kuna hii create ellipse mask, kuna create 4 point polygon mask na hii free draw bezier. Nitatumia hii free kwa sababu nataka ni customize mimi engo zangu, lakini kama utahitaji kutengeneza ya ellipse uta click hapa then utafanya unachokitaka. Kwa mfano nita click hivi itakuwa imetengeneza hii mask ya duara, lakini mimi sihitaji hiyo mask. Mimi nitakuja hapa nita delete hii mask. Mimi nitahitaji kutengeneza mask yangu kwa kucustomize. Sawa sawa. Kwa nita click hii, nitakuja kwenye sura ya Rapture hapa. Nitakachokifanya nita zoom, nitaweka labda 100 nitaanza kufanya masking. Kwa hiyo tutaanza moja kwa moja kwa kuclick hizi edges. Kumbuka kabla hujaanza kufanya mask umeselect hii layer yako. Kwa hiyo nitakuwa nikiclick, nikiona sehemu haijakaa vizuri naweza kusogeza, kusqueeze hivyo. Naweza kusqueeze. Mimi naweza nikafanya roughly kwa sababu hii ni kwa ajili ya learning purpose, but kama ni issue, no sorry, Control Z. Utakavyoona kama inasumbua sehemu zingine, maana yake hizo keyframes zimesogeleana zaidi. Okay, baada ya hapo nitasogeza. Nitakuwa na follow zile njia ambazo sehemu ambazo yeye ameonekana, ameapia, ni maana yake nguo na nini, vitu kama hivyo. Kwa nitakuja naweza ka click hadi nje kwa sababu mask yangu inaniruhusu. Kwa hapa ninachokifanya mimi na mselect huyu subject. Yes. Kwa hii ndio njia ya kufanya masking. Okay. Yes. Utafanya taratibu kwa kuzingatia maeneo yote ambayo msanii ameonekana. Kwa hiyo nitarudisha nyuma kidogo, baada ya hapo nitaweka hapa, nitaclick hapa. Nikiona sehemu ambayo haijakaa vizuri, sielewi, naweza nikaongeza zoom kwa ajili ya kupata ile precisely kwamba nimeclick zile sehemu ambazo ziko sawa sawa. Kwa nitafanya hivyo. Nitafanya hapo mpaka pale subject yangu atakapo amebaki mwenyewe. Yes. Kwa hiyo ndio namna ya kufanya masking kwenye Premiere Pro. Yes, kama unavyoona hapa nitarudisha fit, utakuwa umeona msanii amebaki peke yake. Kwa hiyo ndio maski. Ukija hapo click maski utaona hiyo maski. Ukiklik pembeni utaona amebaki msanii peke yake. Kwa hiyo nitakuja hapo kwenye properties za maski, labda nitashusha hii feather, nitaweka 2 ili kupata ile crispy edges za, ngoja niangalie design nzuri, nitaweka 4.
opacity nimeweka mpaka 100, mask expansion unaweza okay, expand mpaka kiasi gani? Nafikiri tuishi na default. Imekaa vizuri. Kwa hiyo hapa tumeweza kufanya mask transition kama unavyoona. Tume freeze frame au tume hold, baada ya hapo tukawa tumepata kitu kama hiki kwa kufanya mask. Sasa nataka niipe uhai hii mask yangu, maana yangu nataka niipe transition. Sawa. Nikitaka kuipa transition. Sawa. Kwa hiyo nitakachokifanya mimi nita right click, then nitakuja kwenye nest, maana yake hapa ni kama nimeipa uhai au kwamba nimeifunga kwenye kifungashio, kwa sababu nataka niifanyie animation. Kwa hiyo nimeifunga ndani ya kifungashio, ndo maana ku nest. Alafu effect yote ambayo nitaiweka au animation yote nitaiweka itabeba kwenye hicho kifungashio. Ni sana kuchukua, umeenda dukani ukanunua kitu katia kwenye mfuko. Kwa hiyo mfuko utakuwa umebeba kila kitu mule ndani, kwa umebeba Panadol, whatever bidhaa zozote zile. Ndio nilichokifanya hapa. Nimechukua ile mask yangu nimeitia kwenye mfuko. Kwa hiyo huu mfuko ambao nitakuwa nimeushika, nitaweka kitu chochote kile, itabeba vitu vyote ambavyo vipo ndani ya huo mfuko. Nafikiri hapo nimeeleweka. So baada ya hapo kwenye huo mfuko. Baada ya hapo mimi nitakuja kwenye effect, nitaandika transform. Transform nitakuja nitaiweka hapa. Baada ya hapo nitakuja kwenye position, keyframe za position. Nitarudisha hii ya nyuma, nitaweka keyframe hapa ya kwanza. Okay, nitarudisha hii keyframe mwishoni, kwa sababu hapo ndo napotaka ile clip ianze kuapia. Yes, nitakuja kwenye frame ya kwanza. Nitakachofanya mimi ni kurudisha chini, nataka itokee chini, kwa sababu ukiangalia haraka huku chini hana kitu chochote hapa. Kwa hiyo ni sio vizuri atokee kwa juu, kwa sababu itakuwa so frame nzuri kuapia, yani inaweza kuleta sio picha nzuri kwenye transition. Kwa hiyo kwa ubora zaidi nitashauri uipeleke chini kabisa na uifiche huku chini. Utakuwa umeificha hapa. Kwa hiyo itatokea effect kama hii ukiplay. Itakuwa anatoka chini kuja juu. Toka chini kuja juu. Sasa nataka niongeze kitu hapa kuipa nguvu hii transition, ambapo nita click hii nest, then nitakuja kwenye shutter angle. Shutter angle nitaongeza. Kadri ninavyozidi kuongeza utaona motion blur kwenye image yetu ile ambayo tumeitengeneza. Kwa hiyo nitaweka kama 180, sitaki iwe kubwa sana. Kadri namba zinavyopanda na blur inakuwa kubwa. Kwa hiyo nitaweka kama 180. Baada ya hapo nitakuwa nikiplay itakuwa inaingia kama hivi. Kwa hiyo hapo tunakuwa tumefanya mask transition. Yes. Kama inavyoapia. Ni nzuri sana, unaweza kutumia sehemu yoyote ile, kama ni music video, wedding highlights, corporate highlights, whatever unaweza kaitumia. Just matter of creativity. Ni gani nzuri wewe ungependa kutumia. Kwa hiyo effect yetu imekaa vizuri sana. Okay, sasa nitaenda kutoa bonus tip ya kufanya transition ya maski kwenye Premiere Pro. Okay, nitatumia clip nyingine hapa. Nitakuja kwenye hii frame hapa. Nimeipenda sana na ni frame nzuri. Ukiangalia kwa tutafanya maski transition nzuri pia hapa. Kwa nitachofanya nitarudia zile hatua. Nitahitaji kuduplicate, kwa nitashika alt kwenye keyboard ya window. Okay, na command kwenye Mac. Baada ya hapo nita right click, kisha nitakuja kwenye frame hold. Nitarudi frame 8 nyuma. Nitahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa nitarudisha hii frame yangu ambayo nimehold, kisha mimi nita trim. So baada ya hapo nita click hii layer, nitakuja kwenye opacity, nita click hii custom draw kwa ajili ya kufanya mask. Kwa nita zoom
hapa ili niweze kufanya mask. Yes, naongeza zoom kwa sababu naamini yuko mbali kidogo, kwa hiyo nitaanza labda kwenye hivi vidole. Hii ni njia ya kutumia Premiere Pro. Zipo njia zingine au ipo njia nyingine ya kutumia After Effects. After Effects inafanya maski vizuri sana na ni rahisi pia kufanya kwenye After Effects. Tena ni rahisi zaidi. So nafikiri nitafanya video nyingine kwa njia ya After Effects kuonyesha kufanya masking kwenye video zako. Kwa hiyo nitafanya hivi kwa kufuata zile edges za subject. Nikisema edges hizi kingo kwenye nguo, mwishoni, kwenye nini, kwenye mwili wake, whatever. Kwa hiyo nitafuata tu jinsi ambavyo yeye anaonekana. Okay. Fanya vile ambavyo anaonekana, kwa tutafuata humu kwenye mabuti, kwenye nini, mpaka mwisho ambavyo tutapata subject yetu peke yake. Kwa hiyo nitaenda haraka kidogo. Hakikisha haukati kitu chochote kipindi unafanya maski. So unaweza kurudia zile sehemu ambazo unaona hazijakaa vizuri kwenye hizi edge kwa kukliki hizo key points au pointi za ambazo uko unafanya mask. Kisha utarudi kwenye point ya kwanza ili uweze kuendelea. Okay. Kwa nitachofanya hapa nitaclick. Nafikiri hebu niangalie vizuri kabla sijaendelea. Je, nakata sehemu ambazo ziko sahihi? Naweza kukuta nakata sehemu ambazo sio sahihi. Nafikiri tuko sawa kwenye nguo, kwa hiyo tunaweza kuendelea. Maybe siko sawa moja kwa moja, lakini ukiwa unafanya project naomba uongeze umakini, kwa sababu ni vitu ambavyo watu wanapenda kuviona kwa macho, na ukikosea vinaonekana kwa urahisi zaidi. Mpaka hapa nitakuwa nimeweza kutengeneza mask ya subject wangu. Kwa mpaka hapa nitakuwa nimeweza kutengeneza mask ya subject wangu. Nitaklik pembeni, nitaona hii image ambavyo inaonekana. Okay. Sasa natakiwa niifanyie motion. Tunafanyaje? Nitakuja hapa, nitaklik hii clip au hii image, kisha baada hapo nitakuja kwenye motion, nitaklik motion. Kuna kitu kinaitwa anchor point. Anchor point ni aka kitu cha blue hapa katikati. Hiki ndio kina control motion source za vitu vingi sana kwenye masuala ya animation. Kwa mfano nikisema nataka kufanya scale, nikiscale hapa, kwa sababu hiki kipo katikati, kitaanza kama hapa ndio source ya kufanya scaling. Kwa mfano nikiwa na scale, utaanza kuona huyu subject, utaanza kuona huyu subject ana move left, sio centered kwenye mwili wake. Okay, nitaliset. Kwa mfano pia nitafanya rotation. Kwa kuwa hii ndio source, kama nikitaka kufanya rotation, maana yake nikizungusha itazunguka kutokana na hiyo
center ya hapo. Kwa hiyo hiki kitu cha anchor point hizi hapa ambazo zina x and y ni vitu ambavyo very sensitive kwenye animation. Kwa hiyo nita reset, na kitu ambacho nitafanya nitasogeza hii anchor point. So nitabidi nisogeze hii anchor point kwa ajili ya kufanya motion yangu mimi binafsi na customize. Kwa hiyo nita hold hii anchor point, nitaleta kwenye center ya huyu subject, kwa mfano hapa. So baada ya hapo nitafanya scaling. Nitakuja kwenye frame ya kwanza, baada ya hapo nitakliki kwenye position. Hii keyframe nitairudisha mwishoni kwa sababu naamini hapo ndipo atakapokuja kuapia baada ya motion yangu. No, nimekosea. Keyframe inabidi niweke kwenye scale. Kwa nitakuja kwenye scale, nita click keyframe, nitarudisha hii keyframe ya scale mwanzoni au mwishoni. Nikisema mwishoni maana yake mwisho wa image, lakini mwanzoni wa footage ambayo inaingia. Kwa hiyo nitapeleka hii keyframe mwishoni, lakini kwenye hii frame ya kwanza hapa nitapunguza scale, nitaweka mpaka 0. Unaona effect imekuwaje? Imekuwa center ya yule subject wetu. Nitaweka 0. Hatutamuona subject wetu sasa, lakini nikiplay huyu subject atakuwa anatoka from point ambayo hayuko, lakini anakuja kuapia ghafla kwenye shot yetu ya pili. Kwa hiyo utakuwa umefanya mask transition ambayo inavutia na ukiangalia inapendeza zaidi. Okay, kwa hii ni njia rahisi ya kufanya transition au mask transition kwa animation. Yani ukiongezea animation inapendeza zaidi. Kwa naamini umejifunza vitu kwenye kufanya hii tutorial. Nitafanya tutorial nyingine kupitia After Effects ya kufanya masking kwa kutumia After Effects. Leo tumejifunza namna ya kufanya masking kwa kutumia Premiere Pro. Kwa baada ya hapo naomba tu play video yetu, tu preview, tuone kama tumeweza kufanya kitu kizuri. Yes. Ni transition nzuri, zinapendeza, zinavutia. Kwa hiyo tukutane kwenye kipindi kingine and bye.